Katika kila ubongo wa mwanadamu lazima kuna kitu kinaitwa hofu, na hii mara nyingi hutokea pale ambapo mwanadamu anaanza kuwaza, je, nikifanya hiki kikatokea kinyume na ambavyo natarajia itakuwaje? Ndicho huwa kinatokea, yani hofu. Sasa mara nyingi hofu hii hupelekea watu kushindwa kufanya maamuzi au kuchukua hatua. Na leo hii naomba tutafakari kwa pamoja tafakari hii ambayo imepewa kichwa kinasema chukua hatua. Nipende kukaribisha katika darasa la uamuzi na utekelezaji. Leo tunatafakari kauli fupi lakini yenye nguvu ya kubadilisha maisha. Katika maisha wengi wetu tuna ndoto, tuna mawazo mazuri, tuna mipango mikubwa, lakini tofauti kati ya waliobaki na ndoto na wale waliofika mbali si akili zaidi wala bahati zaidi, bali ni jambo moja tu: walichukua hatua. Hatua ndiyo daraja kati ya wazo na uhalisia. Bila hatua, mawazo hubaki kuwa ndoto tu. Ni kama mbegu iliyohifadhiwa mfukoni na uwezo wa kuwa mti mkubwa, lakini haitakuwa chochote mpaka ipandwe ardhini. Tatizo la binadamu si kwamba hajui cha kufanya. Mara nyingi tunajua kabisa, tunajua tunapaswa kusoma zaidi, kuboresha mahusiano yetu, kufanya kazi kwa bidii au hata kubadili mienendo yetu. Lakini tunasita, tunangoja muda sahihi, tunangoja hali iwe nzuri, tunangoja tuwe tayari. Lakini ukweli ni huu: hakuna wakati mkamilifu. Kusubiri sana ni njia ya polepole ya kupoteza fursa, kwa sababu muda au msubiri mtu. Kila siku inayopita bila hatua ni nafasi inayopotea kimya kimya, na maisha hayajengwi kwa nia bali kwa vitendo. Hata hivyo, kuchukua hatua si rahisi. Kuna hofu yake: hofu ya kushindwa, hofu ya kukataliwa, hofu ya kuonekana hatutoshi. Na hapa ndipo falsafa ya maisha inatufundisha jambo muhimu, kwamba hofu haipaswi kuwa kizuizi bali ishara. Mara nyingi kile unachokiogopa ndicho kilicho karibu zaidi na ukuaji wako. Fikiria mtoto anapojifunza kutembea. Huanguka mara nyingi, lakini haachi kujaribu. Kwa nini? Kwa sababu hana wazo la kushindwa, anaona ni sehemu ya kujifunza. Sisi watu wazima tumebeba hofu nyingi kiasi kwamba tunasahau kuwa kuanguka si mwisho, ni mchakato. Kuchukua hatua hakumaanishi kuwa utakuwa mkamilifu. Inamaanisha uko tayari kujifunza ukiwa njiani. Ni bora kuchukua hatua ndogo leo kuliko kusubiri hatua kubwa kesho ambayo huenda haitakuja. Pia kuna hekima kubwa hapa. Hatua huleta mwanga. Watu wengi wanataka kuona njia yote kabla ya kuanza safari, lakini maisha hayafanyi kazi hivyo. Unapoanza kutembea ndipo njia inaanza kujifunua. Bila hatua unabaki gizani ukingoja mwanga ambao hautakuja kuonekana hata siku moja. Lakini tusisahau, si kila hatua inaleta matokeo unayoyatarajia. Wakati mwingine utajaribu na kushindwa, utaanza na kukwama. Je, hapo utaacha? Hapana, hapo ndipo unaanza kujifunza kwamba kila jaribio lina somo, kila kushindwa kuna ujumbe, na mara nyingi mafanikio si matokeo ya kutoanguka, bali ni matokeo ya kuendelea kusimama kila unapodondoka chini. Kwa hiyo swali si kama utafanikiwa mara moja, swali ni uko tayari kuanza? Hebu tujiulize kwa kina, ni jambo gani nimekuwa nikiliahirisha mara kwa mara? Ni hofu gani inanizuia? Ni hatua gani ndogo ninaweza kuichukua leo? Kwa sababu ukweli ni huu hapa: maisha hubadilika pale unapochukua hatua, si pale unapofikiri tu. Usisubiri kuwa tayari kabisa, anza ukiwa vile ulivyo. Usisubiri mazingira yabadilike, anza hapo hapo ulipo. Usisubiri kujiamini zaidi. Kujiamini huja baada ya kuanza, si kabla. Mwisho wa yote, historia ya kila mafanikio makubwa huanza na uamuzi mmoja mdogo ambao unaitwa kuchukua hatua. Kwa hiyo, chukua hatua. Si kesho, si wiki ijayo, si mwezi ujao, si mwaka ujao, ni sasa.
Asanteni wapendwa, niwatakia wakati mwema. Ni mchungaji Elisa Mutegeki Ezra.